Boti ya shilingi milioni 60. Leo nimepata muda nafasi kwenda mpaka Mbezi Beach kujionea boti ya shilingi milioni 60. Ni kitu gani kinafanya mpaka boti iwe shilingi milioni 60? Tuna tukamwangalie Selector Boatman, lakini mbali na hapo tutajifunza mengi zaidi kuhusiana na hii biashara ya usafirishaji. Atatueleza Africana Mbezi Beach mpaka pale kuelekea Mbudi ni shilingi ngapi. Sasa tutege sikio kwa sababu hii biashara ni biashara ambayo ni very risky. Biashara ambayo inafanyika majini ni risky. So leo tutakwenda kuona ni shilingi ngapi kutokea Mbezi Beach mpaka Mbudia, lakini mbali na hapo pia tutaweza kuappreciate vifaa wanavyovitumia, boti wanazozitumia, na pia tutajifunza mengi kuhusiana na hii biashara ya majini. Habari mabibi na mabwana, kama kawaida huko na Samdala, na leo niko Jangwani Sea Breeze kama unavyoona. Panito Jangwani au sio? Hapa ni Maga Beach, Jangwani iko mbele. Jangwani iko mbele, yeah. Maga Beach. Nilikuwa nakuja kipindi hicho 2023 kama kitu kama hicho. Nilikuwa nakuja na wanangu hapo juu. Napiga vitu nini, alafu siku inakuwa imeisha. Kwa hapo panaitwa Maga, siwezi kujua. Mimi najuaga tu Jangwani. Nakutoka zangu kule maeneo ya Kimara, najua nakuja Jangwani. Hapa ni Maga, open beach ya namba 2. Namba 2 au sio? Nilikuona pale kwenye chuma yako pale boti. Tuelekeze mwanangu, hapo ikoje? Yaani kuna usafiri pale, na kwa mfano mtu akitaka labda kwenda maeneo fulani inakuwaje? Taratibu ukoje? Ilikuwa ni boti. Kazi yetu ni kupeleka wageni kisiwani. Sema itokeaga labda wamekuja watu wamesubiri wanataka kodisha wakafanya fishing. Pia tunaenda fishing. Bila yani kwa kazi kabisa kamili. Bila kuwepo hapa kupeleka wageni kisiwani. Aha. Kwa hiyo visiwa gani mara nyingi mnapeleka wageni? Kisiwa kinachoenda na watu wengi sana ni Mbudia. Mbudia. Maki visiwa viko viwili. Ipo na Bongoyo. Bongoyo mara nyingi hamna watu wengi sana upenda kwenda sababu ya gharama. Kwa hiyo umechagua Mbudia kwa sababu una urahisi wa kufika kule. Hamna, yani sio rahisi. Bongoyo na Mbudia, Bongoyo ni karibu ila wimbi linakuwa ni kubwa. Kwa hiyo Mbudia imekaa kawaida. Okay. Na changamoto mara nyingi mkiwa mnaenda Mbudia inakuwa ni nini hasa? Kwa changamoto? Kwa changamoto yani labda maji yakiwa yamejaa. Maji yakiwa yamejaa. Yamebadilika. Na hauwezi kujua labda kabla sijatoka hapa niwe na kiashiria gani siku leo itakuwa mbaya kwenye maji au vipi? Hamna, unaweza ukatoka hapa vizuri, ukafika katikati kama Panga 4 kile kitu katikati kwa kiende na watu. Maji pale yanaweza kubadilika akachange. Badilika pale inakuwa ni kero. Hili ni kubwa sana. Unaweza kutuelezea labda story yote, experience uliyopata hapo nyuma kiasi kwamba mpaka sasa hivi unaweza ukasema ile kitu ilinitokea, sijui kama ningetoboa lakini leo niko hapa. Unaweza kutoa experience au shuhuda wote ile kutokea? Kuna siku tulikuwa yani nilipanda transporter nyeusi. Hiyo transporter nyeusi ni ndogo sana yani. Afu wimbi lilikuwa ni kubwa, afu wageni walikuwa wamejaa wameshaini. Sasa ile wimbi lilikuwa likija linaingia ndani. Ila kwa sababu sasa hivi tuna boti kubwa. Boti kubwa kuliko boti zote zilizokuwa hapa. Yaani hiyo boti inaweza kubeba watu 38. Hapo asilimia kuzama ni kiukweli kwa hakika. 5%. 5%. Hiyo boti iko wapi? Ile pale. Kwa hiyo chuma sasa hivi inabeba kama watu 38. 38 ile pale. Acha mashia. 38 pale wanakaa. 38. 1 2 3 mpaka 38. Na watu kama wamechelewa Mbudia tunaweza kuchukua zaidi ya hapo. Bwana. Haya, kuna upande wa watu 38. Kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi unafunga biashara? Kwa sisi hapa huku tunaanzia ni saa 12 kuondoka kwa Mbudia. Na kule mwisho walioweka serikali mwisho saa 12 jioni. Jioni. Kwa hiyo unaweza kaenda Mbudia na kurudi mara ngapi kwa siku? Inategemea na siku yenyewe. Kama weekend huwezi kukaa yaani ukifikisha kama umepigwa simu kuna wageni narudi tena. Kwa hiyo unaweza kwenda kule kupata wageni, unaweza kwenda huko kupata wageni yote sawa. Kule ni kuwarudisha. Kuchukua kupeleka kule. Okay. Na gharama za uendeshaji inakuwaje? Kwa mfano ile pale unatumia mota pale, gharama zake inakuwaje mpaka kuna upande wa matumizi ya mafuta na upande wa faida inakuwaje? Yaani mafuta tumekaga mara nyingi sana mafuta 50,000. Mafuta 50,000 yani kwa minimum unaweza nikaenda hata tipu 7. Kwenda na kurudi 7.
Yani hapo unakuwa changamoto ina sana, maana hiyo tupu 7 ni kwa wageni wa Tanzania ni wageni walikupo ni 5 tu. Ni 5. Wageni 5 tu ndio hiyo trip yani inakuwa ni ile 50. 50. Moja si 10,000. 10,000. Kwa hiyo trip moja inaweza kazaa ila mafuta ya siku nzima. Yeah. Aha, kwa hiyo kwa mfano sasa ikatokea labda biashara hakuna, pia hamna hasara sana kwa sababu mafuta yatakuwepo, sio? Biashara ni ikiwa kuna ni wageni ama wageni hamna. Sasa kama wageni hamna hapo inakuwa gani? Yani hasara watu wanaondoka patupu. Wataondoka patupu au sio? Yeah. Okay. Kuna upande sasa wa kuvua. Utaratibu unakuwaje sasa kwenda kuvua samaki? Inakuwa for fun au inakuwa ni serious? Yani kwa sababu hiyo boti hapo inabidi ukodishe. Kodisha ni 1,600,000 hivi, 1,600,000 kwa siku. Kwa siku yani bodi sio kwa siku, hiyo ni masaa. Masaa. Tunapangiana masaa mangapi basi? Bwana hatari. Kwa hiyo nikitaka niende nikavue masaa kadhaa, tunapangiana hapa kuanzia 1,600,000. Naenda nachukua boti naenda ninavua, baadaye nakurudishia. Tunaenda wote. Naenda wote. Na lazima uwepo pia mwenye chuma. Kwa hiyo kama chuma kama hiyo ni shilingi ngapi tuseme? Boti kama hii? Boti hii kwa sababu ni kubwa inaweza kufika hata milioni 60. 60 pale? 60, 50, 40 ni mpaka hapo umeshushia. Ile naiona ile pale. Ile. Acha bwana. Bwana, milioni 60. Milioni 60. Bwana hongereni sana mwana. Hongera sana mwana. Mimi sijawahi kuzani. Kwa mfano kama ile inaweza kuwa shilingi ngapi? Ile kule ni ndogo sana. Ile unaweza kuchukua hata milioni 20. Ile ni ndogo sana. Bwana. Bwana. Boti zina gharama vibaya mno. Bwana. Kwa kampuni yako inafahamikaje? Ukisema Boatman walikuwa wanavaa jezi za Tanzania, maana sisi peke yetu ndio wanavaa jezi za Tanzania. Ila kwa sababu ni location inajulikana, Maga Beach of the Waves. Basi Maga Beach of the Waves. Mna muda gani hapa? Mna muda gani? Muda sana. Yaani tuseme kabla yangu mimi hapa, kazi imeanza brother wangu. Komba. Ndio alianzia. Okay. Wani wadogo. Brother yake ndio yule nilimuona pale anapita kama na yule pale brother mwingine. Lakini brother wangu wa kwanza kabisa. Ajaja. Bwana safi sana. Kwa hiyo licha ya hapa kuna upande mwingine tena mnafanya kazi. Hapa. Hicho ndio kitu kwa sababu mtu ana kitu chake. Pale hapa na yani. Mna boti ngapi? Boti zetu ni 2. Mwanangu hongera sana. Hiyo milioni 120 hatari sio poa. Bwana mimi nimefurahi sana kukuoji, ila nitamani nijue majina yako na uweze kujitambulisha kidogo kwa watu wanaotutazama ili waweze kukufahamu wakifika hapa Maga. Si ndio Maga inaitwa Mega au Maga? Maga Beach waweze kukucheki, na kama una nini contact numbers nini unaweza ukaziacha hapo waweze kukucheki. Kwa majina naitwa Atibu. Majina nitumia kwa huko wanaonijua, Selector Central D. Ndio jina Central D natumia mtandaoni TikTok. Central D. Kama contact zangu 0688 8124. Hiyo ni Airtel. Ya muda ni 0794 659361. Waambie andae shilingi ngapi kabisa kama akitaka kuja kwenda Tanzania Budia au Fish kwa Tanzania. Nauli ni 22,000. 12,000 la serikali, 10,000 la boti. Hiyo ni went back. Kuna na kurudi. Kwa alikuwa resident yeye hela kiingilio cha serikali ni 32,000. Ya boti kwetu ni 10,000. 32 plus 10 inakuwa 42. Foreigner ila ya kiingilio cha serikali ni 47. Kwa boti ni 10,000. Kongani ukiplasi hapo utapata 57. Umetisha sana mwanangu, unafurahi sana kuja hapa. Mimi nitakuja niende Budia. Mimi niko na mwanangu hapa, tutaenda Budia. Tuandae lini tuje tuende Budia? Yaani kwa kuwa ni weekend ndio nakuwa gaina watu wengi ndio Budia. Weekend ni vizuri. Kwenye tarehe 10 mpaka tarehe 20 hivi hapo katikati. Mimi nitakuja. Tunaenda Budia. Nenda Budia utakuwa ulikuwa utatoa shilingi ngapi? Bei ni ile tu. 40. Sawa, hamna shida au sio? Tutaandaa na wanangu wawili nini kama kawaida tutakuja Budia hapo. Kwa nashukuru sana, nimepata muda mzuri sana kukaa nawe kuongea. Mimi nilikuwa sijui kama boti kama ndio hivyo. I didn't know. Lakini hapo
nimefurahi kusikia vitu kama hizo. Mpaka next time, asante. Kuna kitu kingine cha kuambia labda watazamaji? Karibuni sana. Asante. Napokea.